Kuna kitu hapa nataka nikipenyeze, nilikisikia juzi msikiti wa Sidiari. Idrisa alisimama baada ya kuswalisha, kwa sababu akishaona sura zetu tena ulimi wake huwa unamuasha. Manake huwa anazungumza baadhi ya vitu huko, lakini anaona kama labda havitufiki. Kwa hiyo kishaona sura zetu mule msikitini, basi husimama akavikariri tena akavirudia. Hayo aliyozungumza nimeshahadithiwa siku nyingi tu kwamba kazungumza tangu kipindi kile tulipomradi kuhusiana na masala ya khalqil Qur'an, fitnatu khalqil Qur'an. Kwa hiyo akasimama akaanza, Mtume SAW amesema hadithi sahihi kwamba, sasa huwa hasomi hadithi, anatoa maelezo tu. Waone kwamba Mtume anasema alafu anatoa maelezo ya Kiswahili, wenyewe wanasema anachukua mafuhumu. Kwa hiyo akataja hadithi, yani akataja maelezo ambayo yanafanana na maelezo yaliyotolewa katika baadhi ya vipengele ambavyo vimo katika hadithi hii, kwamba watakuja watu, Mtume SAW amesema kwamba watakuja watu wana ndevu nyingi, watakuja watu suruali zao wamezikata mpaka karibu ya miundi. Anazungumza kama hivi, yani Qur'ani wanayo, lugha ya Kiarabu wanayo, sijui kama ipo hadithi hii, lakini yeye kasema Mtume SAW atasema. Menika moja kwa moja akili yangu yani ikapiga hapa, anakusudia itakuwa hadithi hii ya Udhaifa tulioisoma, kwa sababu wayatakallamuna bialsinatina, yeye ndo akatafsiri lugha wanayo, lugha ya Kiarabu, sawa. Kwa hiyo akaendelea akasema kwamba watu hao watakapokuja, ubaya wao watu hao, yani mimi nasema kwa vile nilivyomfahamu, si kwamba anakariri vile alivyosema, yani maana ya maneno yake kwamba yani ubaya watu hao katika dawa yao, asema katika dawa yao, hilo alitamka tena zaidi ya mara, dawa yao, anakusudia dawa. Katika dawa yao watu hao, dawa yao itakuwa inawapiga Waislamu weza wao, halafu inawaacha makafiri. Dawa yao itakuwa inawapiga Waislamu weza wao, inawaacha makafiri. Akatoa mfano, kwa mfano kama mimi hapa sina ndevu, nimenyoa ndevu, wananitoa kabisa katika Uislamu, wananitoa kabisa. Lakini kule kafiri nani wao hawana habari naye, kwa hiyo itakuwa inapiga. Halafu akazungumza mengi, lakini akawa anasema kwamba mimi watu hawa hawanibabaishi kichwa changu, watu hawa mimi hawanibabaishi kichwa changu, kwa sababu akatoa sijui maneno ya Imam Shafi akizungumza mpumbavu usimjibu, kwani kumjibu kunyamaza ni jawabu kwa mpumbavu. Kama zungumza Kiarabu chake cha ibtidai. Kwa hiyo watu pale wakawa ndo wanajengwa hivyo, lakini sasa anasema mimi watu hawa hawanibabaishi wala hawanishughulishi, ila haya kashayasema akthara min marra. Sasa kama hawakubabaishi wala si unyamaze tu, uache waendelee na jambo lao. Lakini na hadithi pia nazivunga na kuziteremsha kwenye muradi usiokuwa uliokusudiwa. Hizi hadithi sisi tuzisome kuwagonga wao, sio wao watu wazisome kutugonga sisi. Wakifanya hivyo watakuwa wanapindisha maana, kwa sababu wao ndo watu wa bid'a,
na sisi ndo watu wa sunna. Anasema kwamba kama sina ndevu, manake ndevu imekuja katika sunna kwa mgogotezo, sawa, anakubali hapo, sawa, lakini ni sawa sawa na ndoa. Yani kama vile ndoa ilivyokuja kwa mgogotezo na ndevu zimekuja kwa mgogotezo, lakini mimi kama sina ndevu watanitoa, wao wenyewe kwa wenyewe ambao hawajaoa watawabakisha. Ndio anavyokusudia. Sasa ndoa si imefungamanishwa na uwezo? Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Je, na ndevu nalo linataka uwezo? Idrisa, hebu atusaidie hapa tusikia. Kwa hiyo kusema kweli, yani watu wanapozungumziwa sasa wao ndo wanakuwa hawaelewi kitu. Naona kweli, na moja kwa moja likizungumzwa wanalengwa watu fulani, kwamba wale watu wanafahamu kwamba wanalengwa watu fulani. Yani yule anayezungumza anafanya hivyo ili awakimbize watu kutokana na watu hao. Lakini watu watusikilize na sie, watabainikiwa na alkhaytul abyad min alkhaytil aswadi. Mawingu meupe ndo yepi na mawingu meusi ndo yepi? Sawa eh? Kwa hiyo hadithi inawagonga wao kwa sababu ndo wanaojinasibisha na sunna, lakini si watu wa sunna. Mandhari yao si ya sunna, haia zao haziko kisunna. Wanaburuta maguo, wananyoa ndevu kama alivyo dhikiri mwenyewe katika sehemu hiyo, wakati sunna za Mtume SAW ambazo zimekuja hadithi kwa mutawatir kabisa kuonyesha kwamba hili jambo ni, yani mtu akiliacha hili ameacha wajibu na amefanya dhambi. Wao si watu wa sunna, lakini wanazisoma hadithi halafu wakazikunja wakazibandika pale wanapotaka, wakawababaisha watu.